jioni ya leo utatutendea watoto wako, ikiwa ni siku yetu ya maombi. Tumekubaliana kukusanyika mahali hapa kuja kusemezana na wewe. Maombi ni mawasiliano na wewe Mungu wetu. Tumekuja kusemezana na wewe, maana tunaamini unatenda, maana tunaamini unaweza. Tumekuja kukueleza haja za mioyo yetu Bwana. Tunatarajia kupokea kutoka kwako Mungu wa mbinguni. Asante mwaminifu, tunaliinua jina lako. Tunakubariki Bwana wa mabwana, maana unaweza mambo yote. Unaweza mambo yote yanayotatiza fahamu zetu. Wewe ni Mungu, hakuna mwingine kama wewe, wala hakuna aliyefananishwa na wewe akafanana. Ninalibariki na kulinua jina lako. Ninakutukuza jioni ya leo. Umestahili Bwana wa mabwana, umestahili Mungu wa miungu. Peke yako kuinuliwa, peke yako kutukuzwa. Ni wewe unatenda yale ambayo wanadamu wameshindwa. Bwana, ni wewe unayetenda yale ambayo akili zetu zimefika mwisho. Ni wewe peke yako Bwana, ni wewe peke yako Mungu. Ninakuamini Baba yangu mwema. Unatenda Yesu, unatenda Jehova. Pokea sifa na utukufu Bwana. Uinuliwe Bwana wa mabwana. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Uweza na nguvu vina wewe Mungu wangu. Uinuliwe Bwana. Unastahili Bwana. Heshima na utukufu na sifa vyote ni vyako Bwana. Matendo yako ni ya ajabu. Ubarikiwe Baba, uhimidiwe. Heshima, heshima, heshima na utukufu na sifa zote ni vyako Bwana. Matendo yako ajabu Bwana. Ubarikiwe, ubarikiwe Baba, ubarikiwe umestahili Bwana kubarikiwa na kuinuliwa. Amen. Asante, tukae. Amen. Mwambie jirani yako, karibu sasa tusikilize neno la Mungu. Amen. Asi jioni hii nataka, pamoja na kuwa tutakuwa na maombi mwishoni, lakini nataka tujifunze neno linalosema kudhibiti mihemko. Kudhibiti mihemko. Mihemko. Hebu sema mihemko. Kudhibiti mihemko. Tunaposema hivyo mihemko, neno mihemko maana yake nini? Muhemko. Huyu mtu amekuwa na muhemko au mihemko. Mihemko tunaweza tukaitafsirije hii mihemko? Eti nani anaweza katusaidia kidogo, anajua Kiswahili? Muhemko au mihemko. Elia Mwita tusaidia kidogo, wewe ni Mswahili. Mekwama. Takiwa tupate watu wa wapi, wa pwani huko ndio wanajua Kiswahili. Naona umekwama. Mesha, wewe mihemko unaelewaje? Haya, karibu.
akakimbia nalo na yeye. Hiyo inaweza ikawa ni mhemko. Mwingine anataka kuongeza hapo, amefungua njia. Najua kila mmoja anajua, ila basi tu saa nyingine uoga tu. Ule uoga, lakini mimi najua karibu kila mmoja anaelewa mhemko au mihemko. Kama alivyojaribu kutuambia kidogo Mesha. Hebu nimshukuru Mungu. Baba, nakushukuru tunapoenda kujifunza jioni ya leo. Naomba Roho Mtakatifu atusaidie kupokea kusudi ya ujumbe huu kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kama alivyojaribu kusema Mesha ni sawa, lakini bado unaweza kuwa na tafsiri nyingine na nyingine. Na mimi nitaka tu niseme pia kwamba mhemko ni lile jambo au hatua anayochukua mtu kwa haraka bila kufikiri. Ni kama alivyojaribu kusema Mesha hapo. Yaani ni kile kitu mtu anafanya maamuzi ya haraka bila kufikiri. Naweza ikawa katika negative au positive. Kwa maana ya kwamba unaweza likawa jambo likakukasirisha kwa haraka. Ulihemka, ulisikia tu hivi mtu amekupa habari hii na hii, fulani anakusema, kwa hiyo bila kufikiri ukakasirika, ukasema nitaenda kumuona kwa nini ananifanyia hivi. Au inaweza ikawa ni katika furaha, ukapewa habari njema alafu ukahemka. Labda kama hivyo unaweza kukuta hawa wanaofanya biashara, anafika na kutangazia biashara ya kwamba kuna punguzo, hii bidhaa ina punguzo, ukahemka. Kwa hiyo mihemko inaweza ikawa kama alivyosema, au pia kufanya jambo, kuchukua hatua bila kuwa na muda wa kufikiri vizuri. Jambo hili limenisumbua kwenye akili yangu, nikaona nilifundishe kanisani ili tujue kudhibiti mihemko. Kama kuna jambo ambalo tunatakiwa tujifunze, watu wa Mungu wajifunze, ni kudhibiti mihemko. Mara nyingi kuna mambo yanatokea kwa sababu hatupati muda wa kuyafikiria vizuri, na matokeo yake inaweza ikakuletea ugomvi. Wewe umeambiwa tu fulani amekusema huko, nimemkuta na ongea hivi. Sasa bila kufikiri na wewe ukainuka tu hapo, ananisema labda atanikoma, atafanyaje. Lakini kumbe jambo hilo ungepata nafasi ya kufikiri, ungegundua haukuwa na haraka hivyo. Hata kama amesema ni kweli juu yako, unaweza kugundua kumbe haikuwa na haraka hivyo. Nitakiwa saa nyingine nitulie, saa nyingine niulizie, nielewe sawa sawa, ndipo labda nimwendee au nichukue hatua fulani. Kwa hiyo kwa ujumla sisi sote tuna mihemko. Lakini je, unaudhibitije mhemko? Hili ndio jambo ambalo nataka tujifunze jioni ya leo. Kama nilivyosema, limekuwa na msukumo ndani yangu, hasa baada ya kuwa hapa kanisani tumetangaza au nilitangaza juu ya kuwepo kwa msaada fulani, wenyeji mnajua. Sasa baada ya kuwa nimetangaza jambo hilo, nataka niondoe mihemko kwenye mioyo yetu. Tusiwe na mihemko juu ya jambo hilo, kwa sababu mara nyingi hakuna kitu kinacholetaga matatizo kama misaada, hasa kama watu hawajafundishwa, hasa kama watu hawajajifunza. Mara nyingi huwa inaleta matatizo, lawama, au wakati mwingine inaleta uharibifu. Lakini hii ni pale mihemko inapoingilia. Nini nachotaka kusema? Nachotaka kusema ni kwamba hiki tulichowaambia sio kwamba kitu kipo tayari, maana wengine ni kama wanasumbuka sasa. Lini? Wanasumbuka na hiyo. Hapana, kilichofanyika,
Huyu ndugu alikuwa anaandika kitu kinachoitwa proposal. Proposal tu ambayo inaenda kuombewa, sio kitu halisi. Sio kitu kimeshakuwa. Kinaenda kuombewa. Kikifanikiwa kitakuwa. Kisipofanikiwa hakitakuwepo. Kwa hiyo msijenge dhana kana kwamba sasa kipo na kianze kuwasumbua. Hiyo ni proposal tu. Amejaribu kutengeneza, akasema tukifanya hivi na hivi tunaweza tukaona watu hawa na hawa na mambo yakawa hivi na hivi. Kwa hiyo iko hivyo. Usije ukajiandaa sana kwa sababu kuna kutokukubaliwa pia. Unaweza ukaandika ukaenda ukaambiwa kwa sasa haiwezekani, jaribu baadaye, mteja hapatikani. Si hata simu huwa tunaambiwa hivyo. Sasa kama moyo wako ndio umelalia hapo kama ninavyotaka kufundisha hapa, itakupa shida. Lakini kama haikusumbui utakuwa salama. Ukija ni salama na usipokuja ni salama. Kwa hiyo kama nilivyosema, kama kuna kitu tunatakiwa kujifunza ni kudhibiti mihemko. Watu wengi wanaoshindwa ni wale watu walishindwa kudhibiti mihemko yao. Hawakuiweza kuizuia. Mhemko ulipokuja, ulikuja moja kwa moja na matokeo yake akajikuta anashindwa. Kama hauwezi kujidhibiti, huwezi kutoboa. Watu ambao wamefanikiwa ni wale watu wanaojidhibiti. Matajiri ni wale watu wanaodhibiti tamaa zao. Wanaodhibiti vitu fulani, ile pesa wanaiweka katika nani, yani wanadhibiti. Hao ndio watu wanaokuwa matajiri. Lakini watu ambao hawawezi kujidhibiti huwa wanabaki maskini siku zote. Kwa mfano umepata kahela, halafu unaona mua unapita, sema lete mua. Haya, umeona kanguo kanapita, wasema lete. Yani huwezi kudhibiti tamaa. Lakini mara nyingi matajiri ni watu wanaweza kujizuia. Anaweza akawa na njaa lakini asinunue. Kuna watu akisafiri kutoka hapa kwenda Dodoma, hela ya matumizi njiani atanunua kila mahali basi itakaposimama atanunua kitu. Akifika Igunga, lete mahindi. Gari imesimama hapo. Kienda ikifika Singida, mnapelekwa hotelini, lete sijui nini. Sijui mnaenda mnafika Bahi, lete. Mpaka mtu anafika ameshatumia gharama kubwa. Maana yake hakuweza kudhibiti tamaa yake. Lakini watu matajiri huwa wanajiuliza, kwani nisipokula hivi hapa mpaka kufika Dodoma, nitaondoka hapa saa 2 au saa 1, kufika Dodoma saa 10, kwani nisipokula mpaka saa 10 nitakuwa nimekufa? Anajijibu, hata siwezi kufa. Kwa hiyo anaweza kutunza. Kwa hiyo ni mtu anayeweza kujidhibiti. Matajiri ni wale watu wanaweza wakawa wanapata kidogo, lakini wanaweza kukidhibiti, kujizuia kile kidogo alichonacho na akakiweka akiba, na baadaye ile akiba ikaja ikamsaidia. Kwa hiyo ninajaribu kusema kwamba kama huwezi kujidhibiti mihemko yako, hautatoboa, utabakiaga maskini siku zote. Hautatoboa kwa sababu mwili una mambo yake mengi. Naomba tuone Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 4. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 4. Haya, asante. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima.
Hii najaribu kusema juu ya kudhibiti mihemko. Kwa sababu kwa mihemko kama hiyo, unaweza kukuta watu wameshaanza kukopa. Anasema kuna milioni inakuja. Yaani ameshaanza kukopa. Kumbe ni proposal tu, hata haijakubalika huko. Yaani sasa ameshaanza kujiaminisha ya kwamba anazo. Hawezi kujizuia. Hawezi kungoja. Ni vizuri kujidhibiti, kujizuia. Usitengeneze ule muhemko. Usitengeneze ule muhemko. Na mimi nataka niseme hivi, muhemko ni wa ajabu sana. Unaweza ukajikuta una mahitaji, na kwa sababu kitu kinakuijia namna hiyo, niwaambie hata Mungu akifanikisha hiyo proposal ikakubali, kuna wengine ile hela watakayopata itaishia kununua subwoofer. Na mimi subwoofer, na mimi ipige kwangu. Kwa hiyo mwingine ataishia kununua subwoofer, na mwingine anaweza akaishia kula tu nyama ya kuku. Na siku nyingi hatujala hapa, ngoja na sisi tupige. Yaani bila kujua hapo tayari kuna tatizo mtu anatengeneza. Ngoja niwaambie hivi wapendwa, nyinyi wote sio kwamba hamjawahi kupata pesa. Nyinyi nyote sio kwamba hamjawahi kupata pesa. Mmeshawahi kupata pesa. Lakini shida ni namna gani mlitumia ile pesa. Ni namna gani mlitunza ile pesa. Hiyo ndio tatizo. Na kuna watu wengine mlishashika mapesa mengi hata zaidi ya hivyo. Lakini shida haukuwa na uwezo wa kujidhibiti, kujizuia. Unaona mara nyingi sana ukiona makampuni haya yanayouza bidhaa, inaweza ile kampuni ukakutana nayo ukajikuta umenunua hata kitu hukuwa umepanga. Kinatokea nini unajikuta unanunua kitu ambacho hujapanga? Kinachotokea ni yale maneno mazuri unayoambiwa ya kwamba kitu hiki yani ni kama umeokota, kwa sababu bei yake huwa ni 200,000, lakini kwa sababu ya promotion tutauza 100,000. Sasa kama huwezi kujidhibiti, unaweza ukajikuta hiyo hela uliokuwa nayo ina mipango mingine, unaenda ukaichomoa. Unaona wale wanaoibiwagwa masokoni, kale kekundu ka pesa kanageuzwa, ukila hapa utakula hivi, ukila hapa. Sasa mtu anapoona, anaona kama ni halisia. Alikuwa ananiambia ndugu mmoja akasema, unaonaga wale wanaouzaga vyombo, anakuwa kwenye gari anauza vyombo, anashika glasi, anakuambia hii glasi haivunjiki, hii ni ngumu sana, paka anaigonga pale kwenye gari, kanka kanka, hii haivunjiki. Sasa ukiona unasema hii nitakaa nayo muda mrefu. Kumbe mwenzako anajua namna ya kuishika. Ukimwambia nipe na mimi nijaribu kugonga, hawezi kukubali, kwa sababu ana namna yake ya kukutamanisha. Sasa kama hauwezi kujizuia, unaweza ukajikuta umeenda mahali ambapo hukuwa umetarajia. Nini nachotaka kusema ni hivi. Mtu mmoja alisema hivi, na mimi nikasema umesema kweli. Hata kama ingetokea labda nchi ikaamua, rais akaamua awanyang'anye matajiri wote pesa zote za matajiri wanyang'anywe, halafu zile pesa watakazonyang'anywa tugawiwe wote wa Tanzania sawa kwa sawa. Yaani yule tajiri anyang'anywe, halafu tuletewe na sisi tusiokuwa nazo, halafu tugawiwe sawa kwa sawa. Akasema bado tajiri ataendelea kuwa tajiri na maskini atabaki maskini. Yaani bado atabaki maskini na tajiri ataendelea kuwa tajiri. Kwa nini unajua? Kwa sababu ya fikra. Kwa sababu anajua kujidhibiti. Mimi nataka niwafundishe mapema, mtakuja kuona baadaye. Labda ikitokea basi Mungu akasaidia kweli imetimia hiyo, imetiki hiyo proposal yetu. Imetiki na watu wamepewa pesa. Nataka niwaambie wengine haitajulikana imeishia wapi, lakini kuna wengine watatajirika.
kuna wengine itawainua. Nini ambacho wakinatokea? Shida ni wewe. Shida sio kwingine. Shida ni mtu. Mnaweza mkawagawia watu wote pesa sawa sawa, lakini katika ile pesa utakawagawia, wengine watatoboa, lakini wengine watabaki kuwa maskini. Kama nilivyosema, ni kule uwezo wa kujidhibiti. Sasa labda ningesema ni nini kinachoweza kufanya wengine wakafanikiwa na wengine wasifanikiwe? Ni mtazamo na fikra. Kuna watu wengine hata hii ukiwapa milioni moja watasema hii ni ndogo, yaani wataona bado haitoshi. Lakini kuna watu ukiwapa milioni moja wataona ni nyingi, wataizungusha, itazaa. Kwa hiyo tunahitaji sana elimu wakati wa misaada. Tunahitaji sana elimu wakati wa mambo kama haya, kwa sababu bila hivyo utajikuta umebaki katika umaskini ule ule. Kwa sababu lengo la hawa watu wanaokusaidia, lengo lake wanataka uinuke. Na utakapoinuka, bila shaka na uwe na uwezo wa kumsaidia mwingine. Lakini tuseme tu haki mbele za Mungu. Kweli mkipata mtasaidia wengine? Sizitakatika tu hapo, yani ni ndogo sana kwanza, yani hazitoshi, ni ndogo sana, ziliisha, hata hazitajulikana ziliishia wapi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kutokuwa na busara. Nyinyi hamjaona mtu anamiliki simu kubwa ya milioni 1, milioni 2 au milioni 3, lakini hata kiwanja cha kujenga hana? Lakini anamiliki simu kubwa la pesa nyingi, lakini hata kiwanja cha kujenga hana. Unajua tatizo ni yale mawazo yake, mtazamo wake. Kwa sababu ukichukua simu, uthamani wake, na saa nyingine hata hiyo simu hajui sana matumizi yake, lakini anaimiliki kwa gharama kubwa. Nini kinachofanya mtu amiliki kwa gharama kubwa? Labda badala ya kununua kitu cha kumfaa, ni ule mtazamo, ni zile fikra. Unaweza ukakuta kitu kama hiki mtu akipata, ndio siku ile anasema zile nywele nilikuwa namuona mama nani anasuka zile ndefu za kufika mpaka huku, na yeye ndio siku anaenda saluni, nisukie za hivi. Na yeye anaenda siku, kwa sababu tuna mitazamo mbalimbali. Kuna mwingine anaweza kusema hii nyumba yangu haina makochi, siku akipata break ya kwanza ni kuuza makochi, ili na mimi niwe na makochi. Kwa hiyo unakuta kitu ambacho baadaye utakuta haujafikia malengo, na baada ya muda njaa itarudi, halafu utaamua kuyauza tena yale makochi. Na bahati mbaya ukiuza huwa haurudishiwi hela ile ile. Ulinunua 600, siku ya kuuza utauza 250. Hukuweza kujidhibiti. Kudhibiti tamaa. Kila mtu ajue kuweza mwili wake. Ni hivi. Hata kwenye kuoa au kuolewa. Unajua kuna watu wengine wameolewa, sio kwamba walifika mahala wanastahili kuolewa, au walioa kwa sababu muda wa kuoa ulifika. Saa nyingine kuna watu waliolewa kwa sababu ya ile balehe tu, kwamba alipokuwa amebalehe basi akajiona anaweza kuwa baba, akaona anaweza kuwa mama, kwa hiyo akaingia huko. Yani hakuweza kujidhibiti, hakuweza kujitunza, ya kwamba labda mimi ninasoma, nimalize kwanza masomo yangu. Labda mimi sijafanya hivi, sijajiandaa, nimalize kwanza maandalizi yangu. Sijui sana, lakini nataka nifikiri kama kuna vijana pia wa kiume wameingia kwenye mchakato huo. Inawezekana mwingine amesema nimepata na mahali.
Kwa hiyo anachosubiria akipata apeleke mahali. Kwa hiyo unaona ni kule kushindwa kujidhibiti. Kushindwa kujidhibiti, mihemko, maisha na mihemko. Mtu anapoingia kwenye balehe huwa kuna mihemko fulani. Mwili unapata mhemko fulani. Na hapa ndipo wengi wanapopoteleaga. Hawakujua ya kwamba kila mtu anapaswa kuweza. Lazima ujue kuweza mwili wako. Watu wanaokosea, wanaoanguka, wanaangushwa tu na mihemko. Hata wanawake makahaba, ili wawapate wanaume, huwa wanavaa mavazi yatakaoleta mihemko kwa mwanamume. Sasa kama mwanamume huyu hana Mungu na hajui kujidhibiti, ndipo anajikuta ananaswa kwenye mtego. Lengo langu ni kutaka kila mmoja awe na uwezo wa kujidhibiti mihemko yake. Bila uwezo wa kujidhibiti ile mihemko, utanunua kila kitu, na matokeo baada ya kununua hakitakusaidia, kitakosa kazi. Mimi mara nyingine nimejikuta nanunua kitu, baadaye nakuta hata kazi hakina. Tatizo ni nini? Nimefanya kwa mhemko. Je, umejiandaa kwa kiasi gani kwamba una uwezo wa kudhibiti, kujizuia? Okay, ni kijana ameingia kwenye umri wa balehe, na sasa mwili una mhemko. Jinsi gani anaweza akajizuia? Hapo ndipo palipo na mafanikio. Ni kama vile nilivyosema, watu matajiri ni watu wanaoweza kujizuia. Lakini watu ambao huwa wanakwama ni watu wanaofikiri wanaweza wakaupatia mwili wao kila atakachokitamani. Kila jambo atakayotamani anataka ulipatie. Na mwili ulivyo huwa hauna shukrani. Hata kama leo ungekula wali kama tuliokula Jumapili ile na sherehe, yani tulikula mpaka tukatosha, lakini jioni tukaomba tena ugali nyumbani, tukaomba tena chakula kingine, kwa sababu mwili hauna shukrani kwamba nikishaupa. Ndio maana mtu mwenye akili unaweza ukamwona anaishi maisha ya kawaida, mpaka saa nyingine unaweza kudhania mtu huyu ni maskini. Lakini saa nyingine sio maskini, saa nyingine ni ule uwezo tu wa kujizuia. Kuna wengine ambao unaweza ukamwona ukafikiria huyu mtu ni manager wa wapi, huyu mtu ni afisa wa wapi, kila matoleo anayo, lakini ukija kufuatilia ukweli wake, kumbe ni mtu maskini, hata pakulala hana. Shida ni nini? Ule uwezo wa kujizuia. Jifunze kuwa na mipango, jifunze kuwa na malengo ambayo yatakufanya usitumie akiba yako, ambayo yatakufanya uweze kuweka akiba. Kutambua hii ndio akiba yangu. Ni sawa na askari aliyeko vitani, na sasa umetumia risasi, imebakia risasi moja. Askari mwenye akili, ile risasi huwa haitumii hovyo hovyo. Huwezi kuitumia risasi hiyo kupiga ngedele, kwa sababu ngedele amepita mbele yako. Utajizuia. Hata kama ulikuwa na njaa, utajizuia, kwa sababu unajua hii risasi ndiyo usalama wangu. Na hii ndio imeleta utajiri kwa watu. Watu ambao wamefanikiwa kuwa matajiri ni watu ambao waliweza kuwa na malengo. Sasa shida unaweza kukuta saa nyingine hata lengo hujawa nalo. Shida tu umesikia kuna kitu hiki ukakurupuka tu, na ukasema na mimi nimo. Kweli umo? Umeshawaza mpango wote? Umeshajaribu kufanyaje? Hii ndio kitu ambacho imeleta ugonjwa kwa watu. Watu wengi leo wana shida ya mikopo. Yaani shetani ameleta ugonjwa
wa mikopo kwa watu. Na unajikuta mtu tu anaenda tu anakopa, hata hana idea yoyote na ile kazi anayotaka kwenda kuifanyia, hana elimu yoyote na ile biashara anayotaka kwenda kuifanyia, lakini kwa sababu amesikia mkopo unapatikana kwa bei rahisi na hamna shida, anaenda anaingia kwenye mkopo huo. Na ndiyo sababu ambayo inawatesa leo wanawake wengi. Wanawake wengi leo wanateswa na marejesho, wanakabiliwa na marejesho. Hawaji kanisani kwa sababu wana marejesho, wanakaa kanisani mawazo yako mbali kwa sababu wana marejesho. Na hata hayo marejesho yamesababisha watu kuvunja ndoa zao, kwa sababu akishabanwa sana kwenye marejesho na akapatikana mtu ambaye atasema ya kwamba mimi nitakusaidia, maana ameshabanwa sana na marejesho, ataanza kuona mme wake sio wa thamani, mme wake ameshindwa kumsaidia marejesho. Kwa hiyo ataona hata avunja huko akatafute wanaume wengine. Sasa huu ni ugonjwa ambao lazima kanisa liutawale. Lazima kanisa litawale mambo ya pesa. Kwa mfano, hata kama proposal inafanikiwa, pesa inakuja, yule ambaye ameweza kutawala pesa, moyo wake hautaumizwa na kwamba yeye hakupata na mwingine akapata. Kwa hiyo kama mioyo yetu haijafundishwa kudhibiti mambo ya pesa, inaleta shida. Sasa ukitaka kujua mtu ameshaugua ugonjwa wa pesa, dalili mojawapo ni hii. Dalili ya kujua mtu ambaye ameshaugua ugonjwa wa mikopo, huwa anatumia mkopo kulipa mkopo. Yaani anachukua mkopo, halafu ili alipe mkopo anaenda kuchukua mkopo mwingine ili aje alipe mkopo. Anashindwa kuelewa ya kwamba kila mkopo una riba yake. Unapochukua mkopo hapo pana riba. Unapochukua hapa ili ulipe hapa ule mkopo, haujapunguza kitu, umetengeneza tatizo kubwa. Sasa nani anayeweza kufanikiwa kwenye ulimwengu kama huu? Ni mtu anayeweza kujizuia. Mtu anayeweza kusema nitalala njaa lakini sitafanya hivi. Halafu Mungu alivyo ajabu, hakuna aliyewahi kulala njaa mpaka akafa. Umeshawahi kusikia mtu amelala njaa mpaka amekufa? Hakuna. Lakini sasa kwa sababu ya ule ugonjwa, kwa sababu ya kukosa kujizuia, mtu anaingia kwenye ugonjwa huu. Mimi ni washawishi ndugu zangu ya kwamba panueni mioyo yenu. Panueni mioyo yenu juu ya pesa. Pesa ni tatizo. Panueni mioyo yenu juu ya maisha. Hata kama utaona mwenzako amevaa cha thamani kiasi gani, amini siku yako haijafika, ikifika na wewe utavaa. Kuliko kujiingiza ukaleta fedheha na aibu. Kwa hiyo nini kinachofanya mtu hana kitu lakini anapata pesa kidogo, anaenda ananunua labda simu likubwa kama nilivyosema? Unajua ni kushindwa kufikiri. Kwani ungekuwa na simu hiyo yani ukanunua labda simu ya $600, ndio sasa unayo, ndio unatembea nayo hiyo simu, kumbuka huwezi kula. Lakini kwani ingekupa shida gani kama ungekuwa tu na simu hata ya $60,000 halafu zile $500,000 ukafanyia mtaji? Kimsingi kwa mtu mwenye uwezo wa kufikiri, $500,000 ni hela inayoweza kumuinua. Unajua shida yetu wa Afrika, sisi wa Afrika hatuna ile akili ya kufikiri sana. Yaani tunafikiri chini ya kiwango. Lakini nikwambie, Mungu alipotuumba ametupa akili sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa akili. Tunatumia akili ndogo mno. Yaani akili tunayotumia ni ndogo mno, na ndio maana tunashindwa. Lakini siku ukiamua kuongeza kiwango, ukasema na mimi nataka nibadilike, nataka nikwambie ndio utakavyobadilisha maisha yako. Ukiwa utakuwa mvivu wa kufikiri, utaishi hivyo hivyo na utaanza kulaumu watu.
utaanza kuona kama watu hawakusaidii. Lakini tatizo ni wewe kwenye fikira zako. Utakuwa natembea na wanahitaji ile simu kubwa ile, kishkwambi, iPad likubwa hivi, lakini una njaa. Lakini kwa sababu gani? Saa nyingine ni unajua, ukijifunza kufikiri kwa kutumia neema ambayo Mungu amekupa, wote tunaweza kufanikiwa. Nimesema hivi, wote watu wanaweza wakapewa kiwango kimoja cha pesa. Wote tukapewa labda milioni moja. Hapa kanisani ikatokea neema, wote tukapewa milioni moja. Ni kuhakikishie mbele za Mungu kuna watu wengine hutawaona tena, yani watainuka, maisha yao yatainuka. Lakini nikwambie kuna watu wengine yani watarudi chini kwa kiwango ambacho ni kama hawajawahi kusaidiwa. Kwa nini mwingine anainuka, mwingine anakwama? Ni kwa sababu anaitumiaje ile akili, anatumiaje kile alichonacho. Ni kama nilivyosema, wengine hawana uwezo wa kujizuia. Akisikia tu harufu ya nyama zinachomwa, hata kama ile hela alionayo mfukoni sio ya kwake, atajikopesha ili akale. Sasa changamoto inakuja kuwa kwenye kurudisha. Bwana Yesu atusaidie. Shida au mgogoro mkubwa wa Afrika sio ukosefu wa rasilimali. Sisi nchi za Afrika sio kwamba tuna ukosefu wa rasilimali. Rasilimali zimejaa. Ardhi sisi tunayo sio kama Wakenya. Wakenya ardhi ni ngumu, lakini Tanzania ardhi inapatikana. Hata unaweza ukamwomba tu mtu ya kwamba nipatie nusu ekari nilime, akakupa saa nyingine tena ni bure. Kwa hiyo shida yetu sio rasilimali. Shida yetu ni uwezo wa kufikiri ya kwamba tunafanyaje. Unaona? Kwa hiyo mtu wa msingi sana kwenye maisha yako, Bwana asifiwe, ni yule mtu anayekupa kufikiri, anayekupa uwezo wa kufikiri. Ukikaa na mtu akakupangia mipango ya kufikiri, huyo ni mtu mwema, mheshimu sana. Anayekupa plani, anataka upate akili, huyo ni mtu wa muhimu sana. Kuna watu wengine ukikaa nao utaona anakupa plani, mpango mpaka unaona njia pale. Lakini kuna watu wengine ambao hawana plani. Hebu kila mmoja ajaribu kuifikirisha akili yake. Unajua kama kuna ukombozi mkubwa ambao tunauhitaji kwenye maisha yetu, ni ukombozi wa kufikiri. Tukiponywa kwenye fikra zetu, sisi sio maskini tena. Alikuwa ajaribu kutuambia, mtu mmoja akatuambia hivi, hii Shinyanga yote imejaa utajiri. Akasema ukiona ardhi ya Shinyanga imejaa utajiri. Akatuambia hata ardhi ya Shinyanga ina rutuba. Kwa sababu ardhi ya Shinyanga unaweza ukalima bila mbolea na ukavuna. Uongo kweli? Lakini kuna ardhi ambazo bila mbolea huwezi kulima. Lakini bado unaweza kukuta tupo Shinyanga, lakini tunakabiliwa na umaskini. Sio kwamba tunakosa mtaji, lakini saa nyingine tu, unajua mihemko ni mibaya. Tunakosa kujidhibiti. Mtu mmoja alikuwa anatoa hesabu ya biashara, akasema hivi, ukipata shilingi 10,000, ukaenda ukanunua miwa ya shilingi 10,000, ukaiuza, unaweza ukapata zaidi ya 10,000. Kile kiasi unachopata unaweza ukaweka akiba, na baadaye ukajikuta ulikuwa unanunua mtaji wa miwa shilingi 10,000, ukaenda mtaji wa shilingi miwa 20,000.
na baadaye kwa kuweza kutunza ukafika mahala ukanunua, labda sasa sio tena kununua kwa kubeba kwenye baskeli, unaweza ukajikuta kwamba sasa unanunua labda hata kwa kubeba kwa pikipiki. Lakini hii inatokana na plani ya mtu, jinsi gani anaweza kujizuia. Kwa hiyo kimsingi kuna kitu hapa nataka niseme. Mungu, kitu hiki kisiondoke ili niwaambie watu wako. Kwa kimsingi ule uwezo wa kusimamia, uwezo wa kutunza bila mihemko, ndio uwezo unaoweza kutusaidia siku moja kwenye maisha yetu. Mungu ametupa akili ili tuifanyie kazi. Nimesema umaskini sio ukosefu wa taaluma, umaskini ni ukosefu wa kufikiri. Kuna watu wamekuwa matajiri bila kuwa na taaluma, lakini wakawa na uwezo wa kufikiri. Ninakuombea jioni ya leo uwe mojawapo ya watu ambao hawana taaluma lakini wana uwezo wa kufikiri. Kwa kusema hivyo sitaki ni uwe elimu yako. Elimu yako ni ya muhimu sana, lakini elimu yako bila uwezo wa kufikiri hautatoka. Lakini ukijaliwa uwezo wa kufikiri, wewe sio maskini. Shida yetu, nilikuwa natoa mfano, nimekumbuka nilikuwa nataka kueleza kwenye miwa. Kwenye miwa nimesema unaweza kuanza na mtaji wa 5,000 ukaenda 10,000, 10,000 ukafika 20. Nilikuwa nataka nieleze kitu hicho. Lakini nikasema shida yetu sisi, hasa walokole sisi hatutaki kufanya kazi za chini. Yaani hatutaki kufanya kazi za chini. Yaani mimi mlokole nikauze miwa, lakini hela ile utakayoipata ukaenda nayo buchani kununua nyama, na mwingine amepokea mshahara na rais amepandisha umekuwa 500,000, hela yako uliyopata kwa kununua miwa itanunua nyama sawasawa na yule mtu aliyepata mshahara wa huko. Kwa kitu kikubwa ni ile fedha. Lazima uwe mpambanaji, na ili uwe mpambanaji lazima uweze kutawala mwili wako. Saa nyingine mwili unataka heshima, lakini ukijua kutawala unaweza ukafanya kazi yoyote na ikabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi nataka jioni ya leo, niliwaza sana juu ya misaada kama Mungu akisaidia, je itatusaidia? Lakini nikawaza sana tuombe Mungu. Kwanza nataka niwaambie sio kwamba itakuja kesho. Nataka niwaambie sio kwamba imetiki. Hayo ni matarajio. Lakini cha msingi pia, hata mtu akikusaidia anataka akija kukuangalia kesho aone alichokusaidia umepiga hatua. Sio anakusaidia anakukuta una hali mbaya, itamvunja moyo. Ni matarajio yangu Mungu atatusaidia. Nataka tukomee hapa, lakini tuombee mambo haya. Jambo la kwanza ambalo nataka tuliombee, muombe Mungu akupe moyo wa kuwasaidia wengine. Mwambie Mungu, ukinisaidia